Sinalala hujui lolote. Choka takuwa kinachoendelea. Unavyojua. Mkuu. Ndio. Mwenzangu huyu hapa nimemleta. Asante kwa kumleta. Kwa maana nilichokutana nacho huko njiani wakati nakuja huku sio kizuri sana na sijafurahishwa nacho. Je, akisikia mfalme wetu, mnajua yao makosa mlioyafanya? Weka shoka. Kwa nini unapenda kulalalala sana? Maana taarifa zako ninazo sana. Hapana. Mimi mwenyewe nilikuwa naimarisha ulinzi huko chini. Bwana mimi ulinzi wangu ni mkali hata kuliko wenzangu hawa. Unasemaje? Unafikiri tabia yako ya kulala sijui? Naomba yasiwe mengi sana. Kwa huu muda tusilete marumbano. Kwa sasa hivi inahitajika tuimarisha ulinzi wetu. Kwa imara zaidi. Acheni kucheza kabisa. Sasa iko hivi. Natakiwa nipangilie mpangilio tena mpya. Mwingine tena. Kwa maana huu muda mfalme wangu ameniagiza tubadilishe mwenendo. Alafu na ile staili niliyoiona pale sio nzuri. Maana kwa hiyo tumeshaanza kuingiliwa. Twende tusambe mko jamani, tuwakamata hao walinzi wa mfalme Ngolongo iwezekanavyo wote wakamatwe. Monde. Nandi. Vipi? Safi. Demi wapi? Ipo huko nyumbani. Sikia Monde sasa. Najua nini? Unasikia Monde? Sema chapi mimi na wewe. Najua mimi nakuelewa sana Monde. Unanielewa kwa lipi? Yaani Monde mimi nakuelewa sana. Au unanionaje mama? Wewe ni hata tunaendana. Samahani. Monde naomba nikubalie wapi? Tunakujua na hivi karibuni tutaitana mabinti yote wa huu ufalme tukuchambe, maana una tabia mbaya. Mimi ndo kapesa, hata pesa ninazo. Mama unafeli wapi? Hebu naomba niache. Kapesa kitu gani? Malaya tumbo, hebu niache. Kama maono yapo, mtu. Shida nini? Mbona mimi sijielewi? Au namkosi mwilini mwangu? Si kwa Marikia wangu, njoo nakutaka, nina mazungumzo na wewe kwa sababu kuna vitu sivielewi katika msitu wangu na himaya yangu. Walinzi hawaonekani, kuna shida gani? Njoo uweze kunishauri na kunipa mawazo mawili matatu. Mfalme wangu nakuja. Marikia, nimekuita kulingana na masuala yananichanganya. Nina siku nyingi nilikuwa sikuelezi vitu vinavyofanyika katika himaya yangu na kijiji changu. Ndio maana nimeona nikushirikishe hili jambo ili uweze na wewe kunishauri kwenye upande wa pili. Kama umenisikia, inatakiwa ukae kwanza ili tuweze kuyajadili kiurefu zaidi.
Malkia, Be mfalme wangu. unakumbuka hii imaa nimeachiwa na mababu ili kulinda msitu. Sasa kuna binti aliyepotea, yawezekana nilikushirikisha. Nilipokushirikisha ulisema tuagize walinzi. Na walinzi sasa hivi wana muda mrefu hawajafika. Hicho kitu kimenichanganya sana kwenye kichwa changu. Silali, sisinzii. Mfalme. Naam Malkia wangu. Hao walinzi uliowatuma, kwani wamekuletea ripoti? Kuna nini? Hata mimi sijui. Labda mzimu. Inaweza kuwa ni mzimu huu. Tumpelekee ujumbe mfalme. Twende, tuwahi. Malkia wangu. Be mfalme wangu. Ndio maana hili jambo nimeona nikushirikishe, kwa sababu ni muda hawajaonekana. Na waza aidha wametekwa na walinzi wa mfalme Muramira. Sijaelewa kwa sababu nina vita kali. Mfalme wangu. Naam Malkia wangu. Uende kwa mtabiri ukaone naye, labda na machache ya kuambia. Malkia wangu. Be mfalme wangu. Kitu ulichoniambia ni kama vile umenitoa kwenye usingizi, kwa sababu hivi vitu ndio maana nimeona nikushirikishe. Itabidi hii safari nianze mara moja. Itabidi uniandalie maji ya kunywa, safari hii itakuwa ni ndefu, na uniandalie na silaha zangu za mababu, kwa sababu najua hii imeshakuwa ni vita. Malkia, inatakiwa ufanye kwa yale niliyokwambia. Vitu vyangu inatakiwa uandae haraka ili nianze safari mara moja. Kichupa, Na mfalme wangu. mbona umekuja kwa wasiwasi sana? Kiukweli usalama haupo. Kwa nini usalama usiwepo? Kiukweli wakati tuko barabarani tuko kwenye ile taratibu ya kumtafuta yule binti aliyepotea, tukakutana na kitu cha ajabu sana. Kitu gani hicho? Mfalme, hata mimi sijaelewa. Sijui ni jini, sijui ni mzimu. Hadi mnarudishwa na kiumbe asiyefahamika. Kichupa, nilikuwa nakuamini na nilikuahidi zawadi ambayo ni kubwa, ambayo ya kwenye moyo wangu. Kama umeshindwa kazi uniambie niweze kubadilisha mlinzi mkuu, niweke mwingine. Tateua. Mfalme wangu. Malkia wangu. Naomba wasikilize, labda kitu wameona kitu kibaya huko msituni. Wasikilize. Malkia. Be mfalme wangu. Tatangulizana na Kichupa ambaye ni mlinzi mkuu, akanionyesha eneo alipoona kitu ambacho hakijulikani, kwa sababu hii imeshakuwa hatari ambayo ni kubwa sana, itatuletea matatizo. Inatakiwa nipite kwa mtabiri ili akaweze kunitabiria na kunionyesha, na nitaenda kwa mtabiri ambaye anajulikana, ni mtabiri ambaye waga hasaliti msitu. Mfalme wangu. Na Malkia wangu. Naomba uwe makini na uko uendako. Malkia, nitazingatia sheria zote ambazo nitapewa na mtabiri. Najua huko nitakutana na vitu ambavyo ni vikubwa, vikwazo vingi. Na wewe uzidi kuniombea. Endapo nikichelewa, nenda kwenye nyumba za mizimu na wahenga, ukawaombe wahenga ili wanipe nguvu na kuniongoza. Umenielewa Malkia wangu? Sawa mfalme wangu.